Fikiria ndani ya sekunde chache tu, jiji kubwa lenye mamilioni ya watu linaweza kutoweka kwenye ramani, majengo yanaweza kuyeyuka, magari yanaweza kuungua kama karatasi, na maelfu ya watu wanaweza kupoteza maisha papo hapo. Hii si filamu ya Kihindi au filamu ya kisayansi. Hii ni nguvu halisi ya mabomu ya nyuklia. Tangu mwaka 1945, dunia imeishi chini ya kivuli cha silaha hizi za kutisha. Mabomu ya kwanza ya nyuklia yaliharibu miji ya Hiroshima na Nagasaki nchini Japan, yakibadilisha historia ya binadamu milele. Lakini swali kubwa ni hili: mabomu ya nyuklia ya leo yana nguvu kiasi gani ukilinganisha na yale ya zamani? Je, kombora moja la kisasa linaweza kufanya nini? Na mabomu mangapi yanahitajika kuangamiza ustaarabu wa binadamu? Mwaka 1945, wakati wa vita ya pili ya dunia, wanasayansi walifanikiwa kutengeneza bomu la kwanza la nyuklia kupitia mradi uliojulikana kama Manhattan Project. Bomu la kwanza lililotumika vitani lilikuwa ni Little Boy, lililorushwa Hiroshima tarehe 6 Agosti mwaka 1945. Siku tatu baadaye, bomu la pili Fat Man lilirushwa Nagasaki. Mlipuko huo uliua mamia ya maelfu ya watu moja kwa moja au kutokana na madhara ya mionzi katika miaka iliyofuata. Wakati huo mabomu hayo yalionekana kuwa ndio silaha zenye nguvu zaidi kuwahi kutengenezwa. Lakini ukweli ni kwamba mabomu ya leo yana nguvu kubwa zaidi. Bomu la Hiroshima lilikuwa na nguvu ya takriban kilotani 15 za TNT. Hii ina maana kwamba nguvu yake ilikuwa sawa na kulipua tani 15,000 za vilipuzi vya kawaida kwa wakati mmoja. Lakini leo baadhi ya silaha za nyuklia zinaweza kufikia mamia ya kilotani au hata megaton kadhaa. Kwa mfano, baadhi ya vichwa vya kisasa vya nyuklia vina nguvu mara 20 hadi 100 zaidi ya mabomu ya Hiroshima. Na katika historia, bomu kubwa zaidi kuwahi kujaribiwa lilikuwa ni Tsar bomba la zamani la Urusi lenye nguvu ya megaton 50. Likiwa linalipuka, lingeweza kuvunja madirisha umbali wa mamia ya kilomita. Kwa nini nyuklia ina nguvu kubwa hivi? Silaha za kawaida hupata nguvu kutokana na kemikali zinazoungua, lakini nyuklia hupata nguvu kutokana na kuvunjika au kuunganishwa kwa viini vya atomu. Bwana Einstein alionyesha kuwa kiasi kidogo sana cha uzito kinaweza kubadilishwa kuwa nishati kubwa sana. Hii ndiyo siri kubwa ya mabomu ya nyuklia. Kiasi kidogo sana cha madini kama uranium kinaweza kutoa nishati inayolingana na maelfu au mamilioni ya tani za TNT. Ndiyo sababu bomu dogo linaweza kusababisha uharibifu mkubwa kuliko makumi ya maelfu ya mabomu ya kawaida. Je, nini hutokea wakati bomu la nyuklia linapolipuka? Kuna hatua kadhaa za maafa. Kwanza ni mwanga mkali. Ndani ya sehemu ndogo ya sekunde, mwanga mkali zaidi ya jua hutokea. Watu walioko karibu wanaweza kupata majeraha makubwa ya ngozi au kupoteza uwezo wa kuona au kutoweka kabisa. Joto linaweza kufikia mamilioni ya nyuzi za joto katikati ya mlipuko. Majengo, miti na magari vinaweza kuwaka moto mara moja. Baada ya mwanga na joto, hewa husukumwa kwa kasi kubwa sana. Wimbi hili lina uwezo wa kubomoa majengo, madaraja na miundombinu mingine. Mionzi ya nyuklia inaweza kusababisha saratani na matatizo mengine ya kiafya kwa miaka mingi baada ya mlipuko. Chembe za mionzi hupanda angani na baadaye kuanguka ardhini. Hizi zinaweza kuchafua maji, ardhi na chakula kwa muda mrefu. Makombora ya kisasa ya masafa marefu yanayojulikana kama ICBM yanaweza kusafiri zaidi ya kilomita 10,000. Hii ina maana kwamba yanaweza kurushwa kutoka bara moja na kufika bara jingine ndani ya dakika 30 hadi 40. Baadhi yake husafiri kwa kasi ya maelfu ya kilomita kwa saa, na mengine yanaweza kubeba vichwa vingi vya nyuklia kwa wakati mmoja. Je,
Kombora moja la kisasa linaweza kuangamiza nchi? Kwa kawaida hapana. Kombora moja linaweza kuharibu eneo kubwa la jiji au kituo muhimu cha kijeshi, lakini haliwezi kuangamiza nchi nzima. Hata hivyo, linaweza kusababisha vifo vya mamia ya maelfu au mabilioni ya watu katika eneo lenye watu wengi, uharibifu mkubwa wa uchumi, kukatika kwa huduma muhimu, hofu na athari za muda mrefu za mionzi. Je, mabomu mangapi yanahitajika kuangamiza dunia? Kitaalam, kuangamiza dunia nzima ni vigumu sana. Sayari yenyewe haiwezi kuvunjwa na silaha za nyuklia zilizopo sasa, lakini ustaarabu wa binadamu unaweza kuathiriwa vibaya sana. Iwapo mamia au maelfu ya mabomu ya nyuklia yangetumika katika vita vikubwa, matokeo yanaweza kuwa hivi: vifo vya mamilioni au hata mabilioni ya watu, kuungua kwa miji mingi duniani, moshi mkubwa kuingia angani, kupungua kwa mwanga wa jua, kushuka kwa joto duniani. Hali hii huitwa nuclear winter. Nuclear winter ni nini? Baada ya vita kubwa ya nyuklia, moshi kutoka kwenye moto wa miji unaweza kupanda juu sana angani. Moshi huu unaweza kuzuia mwanga wa jua kufika ardhini kwa muda mrefu. Matokeo yake, mazao yanaweza kufa, njaa kubwa inaweza kutokea, uchumi wa dunia unaweza kusambaratika, mamilioni ya watu wanaweza kufa kutokana na ukosefu wa chakula. Hata katika maeneo ambayo hayakupigwa na bomu yanaweza kuathirika. Mabomu ya nyuklia ni miongoni mwa uvumbuzi wenye nguvu na hatari zaidi kuwahi kufanywa na binadamu. Mabomu ya leo yana nguvu mara nyingi zaidi kuliko yale yaliyotumika mwaka 1945. Kombora moja linaweza kuharibu sehemu kubwa ya jiji, lakini maelfu ya silaha za nyuklia yakitumika kwa pamoja yanaweza kusababisha maafa makubwa kwa ustaarabu wa binadamu na mazingira ya dunia. Ndiyo sababu mataifa mengi duniani hujaribu kuzuia matumizi ya silaha hizi, kwa sababu vita vya nyuklia havina mshindi wa kweli. Hata upande unaoshinda unaweza kuathiriwa na madhara ya muda mrefu ya mionzi, njaa na mabadiliko ya mazingira. Mwisho wa siku, nguvu ya nyuklia ni ukumbusho kwamba teknolojia inaweza kutumiwa kujenga dunia bora au kuiweka katika hatari kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa na binadamu. Hii ni HD 700 Digital. Kwa hayo na mengine mengi, usisahau kusubscribe.